mtazamaji, na karibu katika kipindi Mjadala. Kwenye mada, wanafunzi wanafaa kukabiliwa kisheria kwa udhalimu katika shule? Shule ya Joserin wataunga mkono na shule ya wavulana ya Meru watapinga. Nashukuru kwa nafasi hii nyingine kuweza kujadili mjadala usemao wanafunzi wanafaa kukabiliwa kisheria kwa udhalimu katika shule. Naam, samaki mkunje angali mbichi. Kwanza, ningependa tujue udhalimu ni nini. Udhalimu ni mateso bila ya huruma. Kwa mfano, wanafunzi wengi wa shule za msingi wanapomalizia masomo yao ya msingi, wanafunzi wa shule za upili huweza kueleza yale ambayo huweza kutendeka unapoingia kidato cha kwanza, na hii huenda ikasababisha mwanafunzi asiwe na ule morale wa kutaka kujiunga na shule upili. Hoja yangu ya kwanza ikiwa ni kuanzisha ukabila. Hapa ni pale utakapomkuta kwa mfano Mjaluo na Mjaluo mwenzake, na baina yao kuna yule Mkikuyu. Mkikuyu anapopigana na Mjaluo, utapata ya kwamba yule Mjaluo mwenzake atatafuta jinsi ambavyo atakaweza kumzuia Mjaluo mwenzake kwenye ile vita, na hapo utakuta ya kwamba Wajaluo wale wameweza kushikamana na kuweza kumvamia Mkikuyu ambaye yeye mwenyewe. Hoja yangu ya pili ikiwa ni kusababisha maafa. Hapa ni pale ambapo mwanafunzi anaweza kuwa ana magonjwa yake. Kwa mfano, mwanafunzi anaweza kuwa ana ugonjwa wa kifafa. Wanafunzi wengine watakapo kumdhulumu na kumpa kipigo kama cha mbwa, hii itasababisha mwanafunzi huyo kuweza kufariki ama aweze kagonjeka zaidi ya venye ambavyo alikuwa. Tatu, mwanafunzi huweza kuyaacha masomo yake. Ningependa kusema mwanafunzi atakapoingia shuleni na kudunishwa ama kudhulumiwa na wanafunzi wenzake, hii itasababisha mwanafunzi kukosa ile hamu ya kuwa shuleni ama kukosa ule uwezo wa kuweza kuwasiliana na wanafunzi wengine. Hii itamfanya mwanafunzi kujieka peke yake ambapo ataweza kujitenga na wengine. Pia ningependa kusema mwanafunzi ataweza kujiona yeye hafai kamwe kuwa shuleni mle, maana atakapodhulumiwa atajiona haikuwa hamu ama ikuwa uwezo wake aje shuleni. Kama angekuwa na jambo lingine angeweza kulifanya humo nje, maana ya chuki ambazo ameweza kupata mle shuleni. Ninapomalizia ningependa kusema ya kwamba wanafunzi wanafaa kukabiliwa kisheria. Asanteni. Nilipokuwa kanisani, nilimwona mama anamnyonyesha mtoto, na kwa ghafla mama ameumwa na mtoto. Nikashangaa, si huo ni udhalimu? Na wauliza, si huo ni udhalimu? Alafu nikajirudia, mtoto elewa anachofanya? La. Kwa hivyo niko hapa kuipinga mada inayosema wanafunzi wanapaswa kukabiliwa kisheria kwa udhalimu katika shule. Wanafunzi ni nani? Hawa ni watoto wanaosoma shuleni. Kuna kukabiliwa, hii ni njia ya kudhibiti. Pia kuna sheria. Sheria ni jumla ya mambo yanayotuelekeza kwa mwendo unaofaa. Nikienda kwa hoja yangu ya kwanza, kuna haki za watoto. Katika katiba kuna vipengele ambavyo hutueleza kuwa watoto hawafai kupitia mateso ya kiakili, ya kimwili na ya kihisia. Kwa hivyo pindi tuendapo kando ya yale yaliyosemwa, tumekosea, na si kukosea tu bali ni kukosea dhidi ya sheria. Kuna ushauri na saha. Mbona tufike kiwango cha kumpeleka mwanafunzi kupitia mateso? Kuna shuleni kuna walimu ambao wametengwa na ambao husaidia kuelekeza wanafunzi kwa njia inayofaa. Walimu hao wanaweza kujitambulisha na watoto na wanawaelewa shida zao kwa kuwa wameishi nao kwa muda mrefu. Kuna vilabu shuleni. Katika vilabu
Hivyo kuna wanafunzi. Ningependa kuuliza wanafunzi wenzangu, utamuelewa nani? Mnayepimana kiumri na kimo, au ambaye amekuwa kimawazo kukuliko? Hilo ni swali kwako. Kwa hivyo tusiende mbali tukakiacha kina ama tukakiacha cha maana ambacho ni ushauri na saha. Nina uhakika kuwa mada imepingwa na imepingwa vyema. Ni mimi wenyu Weru Maxwell. Asanteni. Asanti mwenyekiti, na nina bashasha foko kwa fursa sheshe ambayo mmeweza kunipatia kuweza kuunga mkono mjadala usemao wanafunzi wanafaa kuadhibiwa kisheria kwa ajili ama kwa sababu ya udhalimu shuleni. Hii ni kwa kuwa udhalimu huathiri mwanafunzi kisaikolojia. Hii ni kwa kuwa mwanafunzi aketipo darasani na umo shuleni ndipo anapopitia udhalimu, basi mwanafunzi yule hataweza kumsikiza mwalimu, maana saikolojia yake imeweza kuathiriwa pakubwa pale ambapo atakuwa akifikiria baada ya masomo, kama ni bwenini alipokuwa akipitia huo udhalimu, kweli nitarudi pale bwenini kuweza kupitia ule udhalimu nilioweza kupitia jana ama juzi. Pili, ningependa kusema pia huo udhalimu unaweza muongoza yule ambaye ni mdhalimu baadaye kwenda kujiunga na vikundi vya ugaidi. Hivi vikundi ni kama vile Al-Qaeda ama Al-Shabaab. Ule udhalimu ndio ule utakaomuingia, yani ndani ya damu yake, ndani ya misuli yake, na ataweza kuwa katu kwa akili yake anafikiria tu udhalimu. Ama ule mwanafunzi aliyotendewa udhalimu anaweza ingiwa na ile roho ya kwenda kulipiza kisasi pale ambapo ataweza kujiunga na kile kikundi cha ugaidi ili aweze kulipisha kisasi. Tatu, ningependa kusema inatishia maisha ya wale ambao hawana nguvu shuleni. Udhalimu kwa kawaida tunaelewa labda ni kipigo, labda ni mateso, ama iwapo ni mwanafunzi ambaye hana nguvu, labda atachukuliwa zile nguo zake, apatiwe nguo ambazo ni mavazi hayastahili kuvaliwa shuleni. Hivyo basi mwanafunzi yule atakuwa hana fursa kabisa jema shuleni. Hivyo basi wanafunzi ambao wanatishia maisha ya wengine kwa njia ya udhalimu wanafaa kuadhiriwa kisheria. Nne, ningependa kusema ya kwamba kwa sababu wanafunzi, yani serikali iliweza kukataa wanafunzi kuchapwa shuleni ama kuadhibiwa na wanafunzi kwa njia ya kuadhibiwa na walimu kwa njia ya kipigo. Wanafunzi ambao wanajihusisha na udhalimu wanafaa kuadhibiwa kisheria. Hivyo basi ningeomba nyote, ikiwemo waamuzi, walimu na wanafunzi wenzangu, hata nyinyi wapinzani wangu, mniunge mkono, mseme ya kwamba wanafunzi wanaojihusisha na udhalimu wanafaa kuadhibiwa kisheria. Shabash. Mama, pole, sitarudia tena. Haikuwa kupenda kwangu, nilishinikizwa. Masomo yangu yatakatizwa. Nenda kuishi na mtu simjui damu wala usaha. Nenda kulala katika mahali sijapatambua. Hiki ndicho kilio cha watoto wengi walio mle jela. Nani hapa hajaifanya makosa? Kama kuna mtu anajua hajaifanya makosa, na inue mkono. Mbona watoto kama sisi waende jela? Hiyo ni kukiuka haki za nchi. Mtoto ana haki ya kuishi na wazazi wake. Mwenzangu hapa alisema vizuri sana, samaki mkunje angali mbichi. Sikatai. Mtoto yule ili afike kiwango cha kupelekwa jela, nani mwenye makosa?
si yeye, ni kila mtu. Kila mtu alichangia kwa uozo wa mtoto huo. Basi kila mtu lazima achukue ule msalaba wa kumrejesha mtoto yule katika laini inayofaa. Ndoto nyingi zimeishia pale jelani. Ndoto nyingi. Hili ndilo tanzia la Afrika huru. Wanafunzi wetu wanapoenda pale jela wanakosa hamu ya masomo, na kama tujuavyo, elimu ni taa, gizani hung'aa. Kitu kingine, mtoto yule ndiyo tampeleka jela. Amekosea kidogo, takuwa tumemfaidi aje? Hakuna. Ukweli usemwe, jela nini kipo? Njaa, kuteswa. Mtoto yule atatoka pale na ile akili kwamba nimezoea maisha magumu. Hata ninapotoka pale nje, hakuna atakayenipenda, hakuna atakayenichukua mimi kama mtu wa kawaida. Kila mtu anachukua mimi kama mkora. Kitu kingine, shinikizo la rika. Vijana wetu hushawishiwa sana na vijana wenzao. Vijana wale wanapoona kuwa kijana mwenzake alienda mle jela, atakuwa na ile ari, atakasirika. Ataona mbona mwenzangu alienda, basi itamshawishi zaidi aweze kuendelea na yale makosa yale yale. Dada wenzangu na kila mtu, mbona tuwatese watoto? Mbona tutese vizazi vijavyo? Mbona tutese mwongozo wa taifa letu? Hii leo sisimami kama Richard Mshiri, nasimama kama mtetezi wa haki za watoto. Shabash. Nashukuru kwa fursa mlionikabidhi. Mimi wenyu Andrispa Kawera kutoka shule ya Jocelyn. Niko hapa mwenzangu kumkosoa jambo alilosema kuwa wanafunzi tunapofanya ile adhabu kwa wanafunzi tunakiuka haki za watoto. Ningetaka kumuelezea vizuri kuwa serikali yenyewe ndio ambayo iliyosema watoto wafai kupatiwa ile adhabu kali na ikakatana na hilo jambo. Huwezi nielezea kuwa uko ni kukiuka haki za watoto ili hali tunafuatia yale ambayo serikali yenyewe iliweza kusema. Tena ameweza kusema kuwa jela inachangia kuharibika kwa watoto wengi. Lakini ningetaka nikuelezee barabara kuwa si kuharibia bali ni kufanya wale wengine waweze kuhofia kufanya lile jambo ili wasiweze kujiingisha katika yale maafa, ili wasiweze kuyamalizia maisha yao pale jela. Hoja yangu ya kwanza ikiwa kuna adhiri wazazi kifedha. Ninaposema kuna adhiri wazazi kifedha, mzazi amemshughulikia mwanae na kumleta katika shule ya upili. Kuna vile vitu ambavyo amemnunulia ili aweze kukaa shule bila matatizo. Utapata kuwa udhalimu umetendeka ambapo mtoto amechukuliwa kila kitu. Inampasa mzazi tena na kuna wale watoto wengine ambao wanahitaji kushughulikia amnunulie yule mtoto mwingine vitu. Hiyo ni hasara kwa mzazi jamani. Huleta lahana za haushi nzima. Lahana zinatokana na kitendo ambacho utamtendea mwenzako, kingoje kirundi tena pale kilianza. Kilicho na mwanzo akiwezi kosa kuwa na mwisho. Ulitenda kitendo cha udhalimu, ukasababisha maafa yaliyoleta mauaji kwa mtoto fulani. Hilo jambo linaweza tendewa mtoto wako. Ama Mola aweza kuona hakuna maana ya huyu mtu apate mtoto maishani mwake na alifanyia mtoto mwingine lile jambo. Hivyo basi hiyo ni lahana ya maisha. Inaweza kuleta ile hali ya kuhofia. Mwanafunzi kutoka shule ya msingi haweza kuhofia kujiunga na shule ya upili. Kwani
amepata zile fununu kutoka kwa wanafunzi wenzake wa shule za upili. Wamemwelezea kuwa pale shule ya upili, kunayo mateso ambayo watu wanayapitia. Yule mwanafunzi akitafakari akiwa darasa la 8, hatakata tamaa, aseme jamani, naenda wapi? Na maisha yakiwa hivyo hata mwanafunzi ambaye angeweza kuwa na maisha mema yaweza itimishia papo hapo. Hili jambo pia ni dhambi kwa Mwenyezi Mungu jamani. Kitendo kama hiki cha unyama kikitendewa mtu mwanadamu mwingine, Mungu mwenyewe anaichukua kama dhambi na anahekelea kwa kichwa cha yule mwenye aliyetenda. Jamani, kwa nini tusichukulia hatua ya kisheria hawa wanafunzi ambao wanafanyia wengine udhalimu? Ningeomba waamuzi wangu, walimu na wanafunzi, unganeni mami, museme kuwa wanafunzi wanafaa wachukuliwe kisheria. Nanyi wapiganizi wangu, ningewaomba kwa utaratibu, unganeni nami tuadhibu watoto kisheria. Hivyo basi maisha hata ya wengine yataweza kuwa maisha mema. Shabash. Kabla sijaanza, nikitoka pale kuja hapa nimekuwa nikifikiria ni vipi tunakiuka sheria kuwapeleka watoto kotini na baadaye jela. Sheria yenyewe inasema kuwa mtoto ana haki ya kuishi na mzazi wake hadi atimie miaka 18. Tunavyotambua kuwa, au nikirejelea mada yetu ya leo, mwanafunzi au wanafunzi wanafaa kukabiliwa kisheria kwa udhalimu katika shule. Kama tunavyofahamu, wengi wetu isipokuwa majaji na walimu wetu, sisi wote hapa ni wanafunzi. Hivyo basi, kama sisi tu wanafunzi hatujatimiza miaka 18, niambie basi, akili zetu hazijakomaa, tumepelekwa kotini, situumiza kisaikolojia? Vile vile, kama wanavyosema wachukuliwe kisheria, umepelekwa kotini au baadaye kupelekwa jela. Kama tunavyotambua hivi sasa tunavyozungumza nchini, tuna jela 2 pekee za watoto. Moja imo Shimo la Tewa, ya pili imo Nyeri. Niambie, kuchoma shule si ni udhalimu? Nikuulize, tukisema hivi sasa wale wote walochoma shule wapelekwe jela, kutafanyikani? Ambazo ni 2. Utapata ya kuwa watakosa mahitaji ya kimsingi kama vile chakula na pia mavazi. Nikiongezea au nikiendelea nitaharibu. Hivyo basi nakupa hii fursa utafakari hayo. Mimi wako Kennedy Muo. Wakati serikali ilikuwa inaweka njela za watoto, ilikuwa inafahamu fika kwamba kuna watoto ambao ni watukutu na lazima wafanye makosa. Na ningependa kuambia hiyo serikali ambao mnasema ni kukiuka haki za watoto, ndio walioweka hizo haki za watoto, na pia ndio waliosisitiza na kusema ya kwamba watoto wasipigwe shuleni. Pia ningesema kusema kama kupeleka mtoto kwenye jela ni kumtesa. Pia wezi ama wengine wanaotenda makosa hawafai kupelekwa jela, maana pia ni kuteswa. Na kuiba pia, yule ambaye unamuibia pia ni udhalimu, unamtendea udhalimu kwake. Pia ningeomba niwafahamishe fika ya kwamba wakati mtoto anapopelekwa kwenye jela, si eti ni kuteswa, ni kurekebishwa. Jamani, naomba mnielewe, ni kurekebishwa. Na ningeomba kutamatisha, niombe nyote mniunge mkono, kwani hata kama lisilobundi itendo itabidi tumeniunga mkono. Shabash. Asante sana, wazo zuri ambalo wametupa. Lakini nashangaa, tuambiwa tujadiliane kama vijana, sawa? Tuambiwa kuwa jela za rekebisha. Niambie, umekuwa pale rafiki yako kutokana na ile shinikizo la rika, kama tunavyojua hivi sasa
shuleni, migomo ikitendeka, hufai kuwa ukiwa wa kwanza. Ni sawa, maybe ulianzisha, lakini hujaanzisha, umo pale katikati, umechukuliwa, umepelekwa kule jela. Umeenda kule, umepatana na wengine walokuwa sugu, mtu ambaye ameua. Uko pale umesingiziwa kuchoma shule au kuanzisha mgomo. Nani hapa hata kuwa na machungu ya kufanyiwa hivyo? Na takwimu zaonesha kuwa hivi sasa asilimia kubwa ya wanaotoka jela ndio wanaounga makundi kama vile Al-Shabaab. Kweli jela zinarekebisha kweli? Nalielekeza swali langu kwa upande wa kuunga. Nafikiri mada haijabainika kwenu vyema. Swali langu la kwanza kwa mwasilishaji wa kwanza. Umesema kuwa wanafunzi wanaodhulumiwa pale shuleni huambulia kuacha masomo. Na ningependa kukuambia kwamba wale wanafunzi wanaopelekwa gerezani wataendelea na masomo ama wataacha masomo pale. Swali langu la pili. Bado ulisema kuwa samaki mkunje angali mbichi. Wafikiri ni wahudumu wangapi walio pale Kamiti kwa mfano? Wanafunzi hao wanaopelekwa huko sio wote wanaweza kupatana na mhudumu kwa siku moja. Shukran. Naam, asante kwa kunipa fursa hii. Ningependa kuwauliza ndugu zangu hapa. Wakati na ambapo shule yenu ya Meru walipofanya mgomo, watu na ambao waliosababisha mgomo huo si walipelekwa jela? Hivyo ndivyo naambia kwamba mtoto wakati na ambapo anapelekwa jela, apelekwi jela ili aweze kudhulumiwa huko, ila anapelekwa jela ili akuje, ili afanywe mtu mzuri. Na katika huko jela wao ufunzwa mambo mbalimbali kama ushonaji wa manguo na mambo mengineyo. Asanti. Ningependa kumjibu mwenzangu. Umesema ya kwamba mwanafunzi anapopelekwa jela huenda akadhulumiwa na nyako jela. Ndio, sikatai. Lakini kama unajua utapelekwa jela uende ukadhulumiwe, mbona ufanye udhalimu shuleni? Asante. Ukifanya udhalimu shuleni, hapo ndipo ushauri nasaha unaingilia. Ndio maana tunasema ya kuwa kuna njia mwafaka. Usimwache mtoto yule au mwanafunzi yule akaumizwa kule ndani. Waweza kumrekebisha kwa kumpa ushauri ufaao. Nikimjibu dadangu swali lake, inaonekana ni kama twazungumza tu kwa sababu twapaswa kuzungumza. Sijui kana kwamba umefanya utafiti wa kutosha, kwa sababu sikumbuki kama kutoka nilipoingia shule hii mwaka wa 2014 sijaisikia kukitajwa mgomo wowote. Hilo ni la kwanza, kwa sababu hiyo ilikuwa tu hitilafu kiasi. Bweni letu lilichomeka, hakujawahi kuwa na mgomo wowote. Asante. Tunaenda sasa kutangaza the overall. Tunaanza kutangaza the overall ambao walikuwa ni Jocelyn na Meru School. So Jocelyn, mimi na majaji wenzangu hapa, kulingana na utafiti ambao mlikuwa nao kwa mjadala wenu, tumeweza kuwapa alama 38 kwa 50. Wapigie makofi. Alafu mwisho kabisa, na ningependa tujue ya kwamba ukishindwa ama ushindane, hii maanisha ya kwamba wewe sasa wewe ndio msema kila kitu.
Majaji wamenieleza kwamba ni lazima kuwe na nambari 1 na 2 na 3. Kwa hivyo Meru School wameweza kujipatia alama 40 kwa 50. Shukran.